kiasi kwamba Mungu alikuwa amechoshwa na hali ya kutokutii kwa Ahabu, lakini anatafuta mpango wa kuweza kumtoa. Anamtoaje? Ni nani anayeweza kwenda kumshawishi ili huyu mtu aweze kuingia katika vita na aweze kuuawa? Anasema mstari unaofuata, anasema kwamba mmoja akapendekeza hili na mwingine lile. Mwisho pepo mchafu akajitokeza, akasimama mbele ya Bwana akasema, nitamshawishi. Bwana akauliza, kwa njia gani? Akasema, nitakwenda na kuwa roho ya uongo katika vinywa vya manabii wake wote. Kwamba pepo mchafu alikuwepo kwenye hiyo kamati. Anasema, mimi nitakwenda kumshawishi kwa namna ya lugha ya uongo. Nitaenda kuwaingia manabii wale wote waseme uongo kwa habari ya kwamba aende kule vitani. Kwenye hiyo kundi la wale manabii ambao Ahabu aliwaita, tunamwona Sedekia naye alikuwepo. Maana yake ni kwamba kuna wakati mwingine watu wa Mungu, tunapotembea na Mungu kikamilifu, tunapotembea na Mungu kwa njia ya unyofu, Mungu anatutumia kwa viwango, na Roho wa Bwana anakuwa ndani yetu, anatufundisha njia ya kutembea. Tutembee katika mtembeo huu na huu na huu. Lakini unapokuwa umekengeuka na kuacha namna fulani, Roho wa Bwana anaondoka ndani yako. Unaweza fanya vitu vingine kwa mazoea yako, ukafanya vitu kwa akili yako, sio kwa akili ya kimungu, sio kwa akili ya Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu anakuwa ameondoka ndani yako, unazungumza wewe kwa akili zako. Unaweza kuwa na msunguko wa watu wengi wanaokuzungumzia wewe, kukusifia kwa yale ambayo unayafanya, kumbe ni mabaya, lakini wanakusifia wewe kwa mazuri. Lakini hao watu wana lengo nini? Lengo wewe upotee. Lakini kuna mtu mmoja anaweza katoa sauti ya ukali ndani yako, akakwambia kwa ukweli uliohalikuwa na hilo unalofanya ni 1 2 3, halipaswi ulifanye. Unamwona kama huyu ni mbaya, huyu hanifai kwangu mimi. Lakini ni mtu ambaye anazungumza kweli ya kwamba unapaswa upite 1 2 3. Wainjilisti wanaposimama na kutamka neno kwamba unapaswa umtumikie Mungu kwa weledi wa 1 2 3, acha dhambi, acha kufanya hivi, acha jambo hili, tunawachukia. Tunaona hao hawapo kimungu. Tunatamani kupata baraka, nenda ukabarikiwe, nenda ukafunguliwe. Lakini kuponywa kwa maneno ambayo yanaweza kuwa yanakujenga wewe, maneno ya ukweli, maneno ya Roho Mtakatifu anapougua kwamba nataka upite katika njia hii, tunakuwa watu ambao tunaogopa, tunarudi nyuma. Maana unaruhusu anguko, unaruhusu kuwa mbali na Mungu kwa sababu ya kujilinda heshima yako. Kwa Ahabu, kwa namna ya kutaka kujilinda, akawa anachukua manabii wengine na kuacha nabii wa Bwana ambaye anasema kweli. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Huyo Roho kutoka kwa Bwana alipita njia gani alipotoka kwangu ili aseme na wewe? Sedekia anamwambia Mikaya kwamba huyo Roho wa Bwana alitokaje kwangu mimi? Kuna watu wengine, kuna wakati unafika Mungu ameruhusu roho wa udanganyifu aingie akatende kazi. Lakini kuna wachache ambao manabii waliopata neema ya kubaki salama, kwamba roho mchafu hakuweza kuingia. Mikaya alikuwa ni mojawapo ya mtu ambaye alikuwa anazungumza kweli na akimsihi mfalme kwamba pita katika njia hii. Ukiendelea kusoma maandiko kwamba hata ilipofika wakati alipoenda kule vitani, akabadilishana akasema kwamba wewe Yehoshafati, vaa mavazi yangu. Yeye akavaa mavazi ya kawaida, lengo ajifiche kwenye kivuli fulani, asije akaonekana na wale maadui wakamuua kwanza. Lakini ukija kuangalia, kwa sababu Mungu alikuwa ameweka kwamba hasa wewe inatosha, kwa uharibifu ambao unaenda nao inatosha. Sikilize Roho wa Bwana anasemaje. Utii ndani yetu katika kusikia sauti, haijalishi inaumiza au inafurahisha. Kuna wakati mwingine sauti ya maonyo kwako inaweza ikaja kwa namna ya ukali, kwamba unapaswa upite hapo, unakosea 1 2 3, kwa namna ya ukali. Lakini usije ukasema mbona unanizungumzia ukali, narudi nyuma.
Maana yake kwamba hawajataka kutii na kusimama kwenye ile njia ambayo Mungu anatamani ufanye.